Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani bwana yetu kipenzi chetu Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam, يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. Kama kawaida yetu, huwa Jumamosi na Jumapili ni siku za maudhui mbalimbali ambazo kwamba tumeafikiwa kuzizungumzia, na leo inshallah kwa munasaba wa siku kama ya leo tarehe 17 Ramadhani, hatuna budi kuzungumzia vita vitakatifu, vita ambavyo kwamba Waislamu ndio vita vyao vya kwanza waliopata ushindi, ni vita vya Badr. Tarehe 17 Ramadhani ndio watafiti maulama mbalimbali kwa juhudi yao wakatuambia kwamba tarehe 17 Ramadhani ndio siku ambayo kwamba vita vya Badr vilipiganwa. Waislamu baada ya kutokea yale ambayo yaliyotokea na kuwa na malengo ya kutaka kuvamia biashara za Makuraish, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia katika Qur'an, mulikuwa mna lengo lingine, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amewatengezea, yani amewekea njia hii ya kwenda katika vita vya Badr kwa sababu nyingi. Sababu moja kubwa ni yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an anaiita kwamba hii ni yaumul furqan, ni siku ya upambanuzi, yani siku ya kubainisha nini? Tutaona hapa. Hakika si vita vya Badr peke yake ambavyo kwamba vimetokea katika mwezi wa Ramadhani, na maulama wingi wakiwemo Ibn Ishaq ambao kwamba wameandika kuhusu vita tofauti tofauti katika historia yetu ya Kiislamu, wameeleza kuhusu ushindi unaopatikana katika mwezi wa Ramadhani. Leo tutayazungumzia yanayohusiana na vita vya Badr. Tutazungumzia ni mambo gani ambayo kwamba twajifundisha. Hatutaki kuzungumza tu ni kama hadithi ama tunataka kupumbaza saumu, isipokuwa tunataka kutoa mafundisho ama mafunzo tofauti tofauti. Na leo alhamdulillah tumepata mgeni kutoka Malindi, babu yangu wa Said Abubakar Dini, ambaye kwamba inshallah atatutilia taaliki ama atatupatia maelezo zaidi na mafundisho ama mambo ambayo kwamba tutazingatia katika hivi vita vya Badr, au lolote lile ambalo kwamba yeye ataona ni sawa kutuhusia. Inshallah tutakuwa na yeye baada ya utangulizi mdogo na kuelezea yanayohusiana kwa ufupi. Vita vya Badr tutavizungumzia leo na kesho inshallah.
katika mwezi huu wa Ramadhani, kwanza Waislamu walipewa mwongozo ama walifaradhishiwa katika mwezi wa Ramadhani, walifaradhishiwa kufunga katika mwaka wa pili wa hijra, mwaka wa pili baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kugura. Alipewa ama walifaradhishiwa Waislamu kuanza kufunga mwezi wa Ramadhani. Mwaka huu wa pili Waislamu walipatiwa idhni ama waliambiwa na Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba sasa pia mumepewa idhni ya kwenda kupigana vita, na ni vita hivi vya Badr. Kwa hivyo mwaka huu, mwaka wa pili baada ya hijra, ndio mwaka ambao kwamba Waislamu walifaradhishiwa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, na mwaka huu ndio mwaka ambao kwamba Waislamu waliambiwa wakapigane vita vya Badr. Kwa hivyo Ramadhani ya kwanza ambayo kwamba Waislamu wamefaradhishiwa kufunga, Ramadhani yao ya kwanza ndio Ramadhani yao ya kwanza pia ambao kwamba wameenda kupigana vita vya Badr. Kwa hivyo vita vya Badr kila siku tunavisikia sisi, si vita ambavyo vilitokea baada ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake walikuwa washakaa miaka ama washazoea kufunga mwezi wa Ramadhani, bali walipigana vita mwaka huo wa kwanza ambao walifaradhishiwa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na tumetangulia kusema kwamba ni tarehe 17 ambayo ndio leo tukaona afadhali na sisi tuyazungumzie mambo kama haya ya Badr. Pia mwaka wa 8 wa hijra, Mtume sallallahu alaihi wasallam alienda kuftahi Makkah. Huu mwaka wa pili wa hijra, Mtume sallallahu alaihi wasallam alishinda, Waislamu walipata ushindi katika vita vya Badr. Mwaka wa 8 baada ya hijra, Waislamu pia walipata ushindi, walienda kuftahi Makkah. Yani sasa ndo hapo wamewamaliza, yani Makureishi washawatoa katika nguvu Makureishi ama katika uongozi ya Makkah. Sasa uko chini ya uongozi wa Waislamu, nao pia ilikuwa ni katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Salahuddin al-Ayyubi katika kuweza kuirudisha Quds katika mikono ya Waislamu, pia nayo ilikuwa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Na inshallah kwa haya ambayo yanayotokea leo katika ulimwengu, vita hivi Iran ambao wapigana pia ni katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Inshallah tuombe na tuwe na moyo kama ambavyo kwamba historia inavyotuonesha kwamba kila katika mwezi wa Ramadhani Waislamu hutokezea wao katika ushindi. Waislamu ndio hupata ushindi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mipango ya kabla ya vita vya Badr kuliteremshwa aya inayosema wama anzalna ala abdina yawma alfurqani yawma altaqa aljam'an, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuita hii siku ya Badr siku ya mapambanuzi ama siku ya kupambanua, yani siku ya kutofautisha ama kupambanua baina ya haki na baina ya batil, baina ya Uislamu na ukafiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata
misukosuko mingi katika maisha yake, kuanzia akiwa Maka miaka 13 mpaka kuingia Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata misukosuko mingi sana. Misukosuko haya yote, jambo kubwa ambalo kwamba lilomwezesha, ama jambo kubwa ambalo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata katika ushindi ni vita hivi vya Badr. Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake waliteswa wakiwa Maka, mpaka kunyimwa chakula, mpaka kunyimwa katika kuweza kufanya biashara, wakatengwa kijamii, wakatengwa na Makuraishi wenzao, wakamweka Mtume na masahaba kando wasiweze kutangamana na wengine katika jamii hiyo, mpaka masahaba wengine ambao kwamba waliuliwa wakiwa Maka, mpaka mwisho bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuamua kugura kwenda katika mji mtukufu wa Madina. Lakini hapo Madina sikuwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ndo ashafika, ama vile ambavyo kwamba stori zetu zasema and they lived happily ever after. Haikufika wakati kama huo. Na tukisoma maisha ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lazima tujifunze sisi kama binadamu, kama Waislamu, kwamba hakuna kitu kama happily ever after, isipokuwa maisha ni maisha ya akhera. Hata katika vita vya Khandak, masahaba walipokuwa wachimba handaki, walikuwa katika zile maneno ambayo warudia, ama katika nyimbo ambazo kwamba walikuwa wakitoa, ni kwamba hakika maisha ni maisha ya akhera, tutaishi akhera. Kwa hivyo maisha mazuri, ama maisha ambayo kwamba sisi twayapigania, ni maisha ya akhera, maisha ambayo kwamba ndani yake tukiingia tu sisi inshallah peponi, kila mtu atashukuru Mungu kwamba alhamdulillah alladhi adhhaba anna alhazn. Tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametuondoshea sisi huzuni. Bimaana haya maisha hapa duniani ni maisha ya huzuni, japo ambapo kwamba utakavyoishi si maisha ambayo kwamba ni happy ever after, vile ambavyo kwamba storybook zetu ama culture na ideologies mbalimbali ambazo kwamba sisi twauziwa, ni kwamba tutengeze ile angalau tukiretire vizuri ama nini. La, Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe katika Qur'an sema laqad khalaqna al-insana fi kabad, binadamu ameumbwa katika misukosuko ama katika futafuta. Mtume alipoingia Madina, wale Mayahudi pia wa Madina si wote ambao kwamba walikuwa naye Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala si Mayahudi tu, hata wale ambao kwamba walikuwa wamesilimu ama ambao kwamba walikuwa wako chini ya uongozi wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si wote ambao kwamba walikuwa wameukubali. Kuna watu ambao kwamba walikuwa wamekaa kati na kati, hawajaukubali Uislamu, lakini hawaoneshi kwamba, yani wajionyesha kama wameukubali Uislamu, wamekaa kati na kati. Na kuna wale ambao kwamba walikuwa wazi wazi, kama mmoja ambaye kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe alitoa amri kisha auliwe, aitwa Ka'b bin al-Ashraf. Huyo alikuwa ni mshairi mkubwa wakati huo Madina. Na sisi sahihi tuna social media tu, yani ukitaka jambo lisikike, lionekane ama litrend kwa lugha zetu, lazima uwe utaiweka katika social media, lazima wewe utaiposti katika social media jambo kama hilo. Ikiwa wataka kitu kitrend ama information ifike kwa watu, lazima uiweke kwa social media.
Sasa social media ya wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ama nyakati kama hizo ilikuwa ni ushairi. Mshairi akisema kitu basi itakuwa ndio gumzo mtaani, yani umemsikia amesemaje mtu fulani, umesikia mpaka itasikika kila mahali. Kwa hivyo ilikuwa ukitaka kuleta information, propaganda yoyote, lazima utumie mshairi. Kwa hivyo huyu Ka'b bin al-Ashraf alikuwa babake ni katika Waarabu na mamake ni katika Mayahudi, ambao kwamba walimletea Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam utesi mwingi sana, wakati ambao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akijaribu kuwaunganisha Waislamu na watu wa Madina, Manasara, Maansar. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata tabu sana kutoka kwa huyu bwana ambaye kwamba alikuwa wacha hapo Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa yenda kufanya mikataba ya sulhu na watu wa Madina, yeye akienda kuyaharibu, bali akitoa mpaka mashairi yenye kuwatukana wanawake wa Kiislamu. Na leo twayaona hayo kwamba Waislamu ndo sisi tuambiwa twawanyanyasa wanawake wetu, twawadhulumu wanawake wetu, lakini ni hayo ni hizi propaganda, ni hizi media ambazo kwamba zatumika kuharibu jina la Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa amri kwamba huyu Ka'b bin al-Ashraf auliwe. Sasa haya ni mambo ambayo kwamba yachangia katika vita vya Badr, ni mambo ambayo kwamba polepole yaonesha namna ambavyo kwamba Waislamu walipitia ama misukosuko ambayo kwamba ametokezea. Kila kitu lazima kuwe na tukio, lazima kuwe na jambo ambalo kwamba limeleta ama limezua hisia fulani. Saad bin Muadh alitoka kwenda kufanya umra. Alipotoka kufika kule Maka, akawa katika himaya ama akawa katika protection katika Makuraish wakubwa, Umayya bin Khalaf, ambaye kwamba yeye amechukua dhima kwamba yeye ndiye atakayekuwa mwenye kumsimamia Saad bin Muadh. Basi Abu Jahal katika ule ushari wake akaenda kumtia maneno, akidhani kwamba Saad bin Muadh kwa vile yeye ni katika watu wa Madina, basi aweza kumtia maneno ili aweze akampinge Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumtishia mwisho kwamba sisi tutakuja tutamwaga damu ya Waislamu huko Madina. Kwa hivyo wewe rudi uwe na sisi Makuraishi tuweze kumpiga Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika ule msimamo ambao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa shawajaza masahaba katika nyoyo zao. Saad bin Muadh akamwambia, ukijaribu kufanya kitu kama hiki, yani ukijaribu kuleta fujo, basi ndo utatutambua kwamba sisi ni nani, na inshallah zile bidhaa zenu ambazo zapita na Madina, biashara zenu ambazo kwamba zapita na Madina, tutazivamia sisi kama Waislamu. Ndio akurudi kupeleka habari kama hizo Madina. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akanadi kwamba imefikia hadhi kama hii, basi ni nani ambaye kwamba atanipatia mimi, protection, nani ambaye kwamba atakuwa kama askari wangu katika
nyumba yangu mimi nikiwa nimelala, awe nje atanilinda mimi, kwa sababu ilikuwa si maneno tu ambayo kwamba Abu Jahal ameyatoa, bali ilikuwa ni maneno yanayokaribiana, ama ni maneno ambayo kwamba tayari wanataka kuyatenda. Ndo Sayyidatuna Aisha radhiallahu anha asema alipokuwa siku hiyo usiku amelala, akasikia kuwagongwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza ni nani, ndo akajibu kwamba ni mimi Saad ibn Abi Waqqas. Mkuja kufanya nini hapa? Sema mmekuja kumlinda bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutokamana na uadui wowote ambao kwamba Makuraishi wataka kumletea, mpaka ikafika wakati Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya akamwambia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahu ya'simuka minan nas, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akutosheleza na watu. Hapo hapo bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia ondoka, yani nenda Saad ibn Abi Waqqas, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ashaniambia mimi kwamba atanilinda. Kwa hivyo yani hakuna tena haja ya ulinzi wako. Waislamu kwa kutaka kuweza kuonesha, ama bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kutaka kuweza kuonesha nguvu zake, ikishafika wakati kama huu, mwenyewe bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika maneno yake kwamba hakika ya vita ni hadaa, yani vita ni kuhadaana. Kwa hivyo yani katika strategy moja za vita ambazo kwamba zatumika hata katika kitabu maarufu cha Sun Tzu, The Art of War, maneno ambayo kwamba ameyasema yeye mingi ama karibia yote ni ambayo kwamba bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha. Kama hiyo war is deception, ni mafunzo ambayo kwamba ameyatoa kutoka kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha mwenyewe pia asema katika uovu wa vita, yani ukitaka kujua kwamba vita ni viovu, basi hakikisha vile vita vimeenda kwa muda mwingi sana, na wala hakuna aliye na akili nzuri akataka kuirefusha vita, isipokuwa yule ambaye kwamba yajua faida ambayo kwamba yapatikana katika vita, kama vile ambavyo kwamba Donald Trump ametangaza kwamba hivi vita vitaendelea kwa miaka 8. Ukiangalia katika mafundisho ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na katika mafundisho yenyewe ya vitabu vyao, yaonesha kwamba hakuna vita ambavyo kwamba ni vita virefu, isipokuwa ni vita ambavyo kwamba kuna faida ambayo kwamba mtu yuwapata katika ule uovu unaotokana na vita kama hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika uhadaa, yani katika vile strategy zake za vita, alituma misafara ama alituma majeshi ama mission kama 8 kabla vita vya Badr, ambazo kwamba zilikuwa zikienda katika biashara zinazopita na pale Madina, ama karibia kilomita ama 300, karibia kilomita 300 inaozunguka Madina. Walikuwa Waislamu wako katika nafasi kama hiyo, yani atakayepita na hapo lazima ahisi uwepo wa Waislamu katika mahali kama hapo. Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla vita vya Badr aliwatuma kama misafara 8 ikiongozwa na watu tofauti, na kama misafara 3 ambayo kwamba yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alikuwa ndani yake, na lengo ilikuwa ni kwenda
kuyavamia mali ya Makureish wa Maka, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam pia ataka kuonesha kwamba sasa sisi tuna nguvu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ataka kuwaonesha wale alokuja nao kutoka Maka kwamba hakika tumedhulumiwa, wakati sisi tukija kutoka Maka tumepokonywa mali yetu yote. Kwa hivyo hii ni nafasi pia yetu sisi kuweza kutukua mali yetu wenyewe, yani tunaweza kujilipa wenyewe kutoka kwa haya mali. Na hii ni katika mbinu pia ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumia ya kivita kuweza kuwazuia wasiendelee kiuchumi. Manake yasemekana kama katika hizi vita vya Badr, ule msafara ambao kwamba ulikuwa ukiongozwa na Abu Sufyan ulikuwa ni karibia mali yao yote Makureshi wa Maka wameamua kuyawekeza ili waweze kupata faida. Kwa hivyo ilikuwa ni pigo kubwa, ama liwe pigo kubwa kiuchumi lau Waislamu wangeweza kuiteka nyara msafara kama huu wa Abu Sufyan. Walikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam lengo lake ni baada ya kusikia, alikuwa akituma watu ama akituma majasusi, intelligence missions. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwatuma watu kwenda kuangalia na kujua kuendelea nini, kuna msafara gani waja, ama kuna jambo gani ambalo la walitarajia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapewa habari kwamba kuna msafara mkubwa ambao waja na Abu Sufyan na umebeba mali ya kisawa sawa. Kwa hivyo huu ni muda mzuri ya sisi kuonesha nguvu zetu, ya sisi kuweza kujilipa katika zile udhalimu waliotufanyia. Kwa hivyo tutavamia huu msafara wa Abu Sufyan, na malengo yake ni kama haya tuliyosema, ambayo kwamba ni mambo ambayo kwamba mpaka leo pia twayaona ni mambo katika vita ambavyo kwamba vyaendelea sahihi. Si mbinu mpya ambazo kwamba wamezitumia katika kuweza kufunga zile njia ambazo kwamba meli za kupita ili kuweza kuzungusha ama kupeleka mafuta katika nchi mbalimbali. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alikuwa na watu wenye kumpatia nasaha ama kumpatia ushauri wa namna ambavyo kwamba hizi vita tofaa kuzifanya, ikiwemo kuwawekea vikwazo kama hivi. Kwamba wao walikuwa na nia ya kuweza kuivamia msafara kama huu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa na lengo lingine, na lengo lenyewe ni kuweza kuleta upambanuzi katika ama kuweza kuleta ushindi kwa Waislamu. Ndio akajalia yale yaliyojalika. Waislamu hakuweza kupata ama kumpata Abu Sufyan kwa ule intelligence yake mwenyewe. Abu Sufyan yani aliweza kujua namna ambavyo kwamba Waislamu wana mipango, basi yote pia ni katika mipango ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na akajalia kwamba Waislamu wataenda kupigana katika mahali ambapo kwamba kwaitwa Badr. Inshallah kesho tutaingia katika vita kama hivi vya Badr, tuweze kupata mafunzo ama mafundisho katika vita vitukufu kama hivi, ili tuone kwa nini tuwasoma vita kama hivi, ili tuone kwa nini Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe katika kuwazungumzia watu wa Badr asema kwamba huenda kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
amewaambia wale ambao kwamba wamehusika ama wamepigana katika vita vya Badr, fanyeni mtakacho, fanyeni kile ambacho mwataka kufanya, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashawasamehe. Kwa hivyo ni watu wakubwa sana, watu wa Badr, ni vita vikubwa sana na mengi ambayo kwamba sisi tutayapata kutoka hapo. Kwa sasa nimwatie mzee wangu, mwalimu wangu, atupatie taaliq. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.